Anthony Kibagendi, member for Kitutu Church South. After a dramatic night, we have seen abuse of power by the state. Mheshimiwa was arrested by a contingent of 6 vehicles, enough vehicles to take relief food to people who are suffering in very many parts of the country. Taken around in Nairobi, driven to Kisii, driven to Nyamira, and finally he spent his night at Keroka police station. Just the way the repressive regime of President Moi used to behave. We expected Mheshimiwa to be charged in Kisii courts, but again we woke up to more drama. We were told Mheshimiwa was rushed to Narok because the state was doing what we call forum shopping. They thought that if they come to Narok, they'll be able to influence the court. But we are happy to announce that the judiciary has demonstrated that it is independent and that it will not bend to the whims of the state. And we want to thank the Honorable Magistrate who has ordered that Mheshimiwa be released on a cash bail of 100,000 shillings. We want to tell Kenyans that we are very quickly reversing the gains that we have made under the 2010 Constitution. Honorable Kibagendi was out on cash bail granted by the High Court of the Republic of Kenya. But the office of DCI, office of DPP, even the CS, who is a lawyer, Honorable Murkomen, did not want to respect that court order. That's why they brought Mheshimiwa all the way from Nairobi, held him overnight to charge him this morning. But we are happy that justice has been done this morning. And I'm going to sleep soundly knowing that in the Republic of Kenya, the winds of justice can flow like a mighty river. So we are happy, and we maintain that this is political harassment because Honorable Kibagendi has been in the forefront fighting for justice, condemning corruption in this country, and we urge the DPP to spend more energy in looking for those who have stolen our resources. So watu wa Narok tunawashukuru sana kwa kutupokea vizuri na kwa kusimama kwa upande wale ambao wanatetea wananchi. We had a plea taking by Honorable Kibagendi. The Honorable Kibagendi was arrested yesterday. He was supposed to be charged as the jurisdiction is in Kisii. They thought they would be wise, as senior counsel said. They wanted to do forum shopping of the court. So today we were told that Honorable Kibagendi will be arraigned in court here in Narok. We assembled as his advocates and represented him. Indeed, Honorable Kibagendi had anticipatory bail from the High Court of Kisii, and indeed he did not violate any condition of that bond that was given by the court. And when he was arraigned again in court, in fact, it is clear that that was a violation of the orders and the bond issued by the High Court in Kisii. And since now there was the charge, he was charged here, the court here in Narok released the Honorable Member of Parliament on a cash bail of 100,000. And I want to also thank the judiciary in that the judiciary is standing firm with the Constitution. The judiciary is standing independent, and just as I may tell Kenyans, we cannot allow to go back to the dark days. We are seeing what is happening with our neighbors, Kenya and Tanzania. But Kenya, we are 20 years ahead of them. And we cannot, as Kenyans, allow to go back to where we came from. The judiciary has stand firm, and indeed,
the judiciary is interpreting the constitution the way it's supposed to be. So we thank you so much, judiciary, and we also thank the people of Narok. You have availed yourself and stand firm with Honorable Kibagendi, because he's a member of parliament, and that parliament is for all of us, is for Kenyans. So Honorable Kibagendi, wewe kaa gangari, wewe simama na ukweli, wewe simama na raia, tuko pamoja. MCA wa hapa Narok Town katika tikiti ya DCP. Kwanza kabisa tunasema pole kwa ndugu yetu Kibagendi, kwa maana tumepata habari asubuhi kwamba amezungushwa nchi nzima kutoka Nairobi kwenda Kisii, Nyamira, na sisi tunataka kushukuru jamii ya Wakisii sana, kwa maana upande ule mumesimama imara na kiongozi wenu na mkahakikisha kwamba hajaweza kupata dhulma kati ya ardhi yenu. Tumearifiwa kwamba analetwa hapa Narok, na kama mnajua hapa Narok is a serious opposition county, na hapa sisi tunasema tu mambo ni one time kwa sababu ya mambo kama haya ambaye yanafanyika. Tumesikitishwa sana kwamba mheshimiwa alikuwa amekuwa arrested na akafikishwa kotini, na tena leo hii tena anakuwa rearrested on the same matter that had been taken to court. We want to state that those are impunity, and we are not going further to allow them to continue happening in this country. We are standing firm, and we request our very good friends and cousins from Kisii, please stand firm. Stand firm, because this government regime is a one-term inevitable. We must take them home because of such things. So pande ile kuwa imara, hapa sisi tuko na kiongozi mmoja, His Excellency Rigathi Gachagua, ambaye juzi mliona vile alitandika hii maneno ya Kasungu. Kwa hivyo hata nyinyi kule Kisii mukae imara, musikubali hii Jeff kukuja kutenganisha nyinyi. Hiyo mtu kwanza kidogo pelekeni yeye nyumbani. Huyo kiongozi aingie harambe. Kwamba msiogope, mkiwa wengi tutafanya nini? Tutashinda. Kwa sababu ule anakuambia ati yeye ni mjumbe wako kwa pande ya kusimama na wale ambao wameleta ushuru ambao inawanyanyasa, waambie mfuko yako ndio inaumia na nyinyi ndio wengi. Mnakumbuka yeye alifanyikia Mudi ya Wori, yeye alikuwa vice president, mnakumbuka kule Western, na wananchi walipinga kura kumtuma wapi? Nyumbani. Hata Mudavadi alienda kwa debe akiwa naibu wa rais na alitumwa wapi? Nyumbani. Tulikuwa hata na mheshimiwa Ubure kule Kisii, wakati tuenda uchaguzi yeye alikuwa waziri. Kwa hivyo mimi naambia msikuwe na uoga, nyinyi kaa imara. Tukichukua serikali, tuondoe hii serikali ambayo ni ya kunyanyasa wananchi, nyinyi mtafurahi. Sisi tunasema kule Kisii hatutaki nyumba hizi mnaita sijui affordable housing. Utaenda kufunga ng'ombe kwa ghorofa huko? Ng'ombe inafungwa kwa ghorofa huko? Utaenda kupanda sukuma kwa ghorofa huko? Hata kuku utafuga kwa ghorofa? Hapana. Sisi afadhali kama ni serikali inataka kutujengea nyumba, ikuje itupatie pesa tujenge nyumba zetu. Kule Singapore unachagua vile unataka nyumba yako. Ukienda kule Australia serikali inakupatia 15,000 ya kule, uende ujenge nyumba vile unataka. Kwa nini hamjui kujenga nyumba hii? Hatuwezi kulazimishwa. Kwa hivyo nyinyi msimame imara. Asante kwa kusimama na sisi, tutaendelea kusimama upande wa wananchi. Nyinyi ndio mnachagua MCA, mnachagua MP, mnachagua senator, governor.